Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Ninasikia kwa msukumo wa Roho Mtakatifu leo nitakuwa nikimaliza mahali ambapo nilianza kukufundisha juu ya namna ya kushinda hatia hasi isiyokoma. How to overcome unending negative guilt in your life. Jinsi gani unaweza ukaishinda hatia hasi isiyokoma. Namna ya kushinda hatia hasi isiyokoma kwenye maisha yako. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 na 16 ndilo andiko ambalo linatufungulia, linatuonyesha kitu cha ajabu ambacho kinatupa kujua Mungu anatutarajia. Anasema basi wapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, alafu anamtaja huyo kuhani mkuu ni Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Mstari unaofuata anasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Mstari wa 16, kwa sababu tunaye kuhani mkuu ambaye anaweza kutuchukulia kwenye mambo yote. Sasa ndio mstari wa 16 anakuja kuconclude, anasema basi. Unapoona neno basi kwenye maandiko linatokana na mstari uliopita. Kwa hiyo basi, kwa sababu tunaye kuhani mkuu ambaye awezaye kutuchukulia katika udhaifu wetu, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa maandiko haya yanatuonyesha kitu cha ajabu sana, na nishafundisha kidogo nikasema, kitu ambacho anatuonyesha hapa, anatuonyesha kwamba neema inatokea. Ndio kitu cha kwanza ambacho kimsingi tunafahamu, neema ni kustahilishwa mahali usipostahili. Kwa hiyo haukustahili kuwa mwana wa Mungu kwa sababu ya dhambi, lakini Mungu kwa mapenzi yake ama kwa neema yake akaamua kukustahilisha na kukupa hiyo nafasi. Kwa hiyo jambo la kwanza, hicho kitu kinakupa ujasiri wewe kusogea mbele za Mungu. Lakini unaposogea mbele za Mungu, anatupa kodi nyingine, anaenda ndani zaidi katika Ufunuo, anasema na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema. Kwa nikakufundisha nikakwambia kumbe rehema ni kuhurumiwa. Tunaposema kuhurumiwa, tunaposema ni tendo la rehema Mungu amelitenda, ni pale ambapo mtu alistahili kupata adhabu. Yani kwa makosa niliyofanya, ninajua ninastahili kuadhibiwa kwa namna hii, lakini yule anayetakiwa kuniadhibu anachagua kuto kuniadhibu. Anapochagua kuto kuniadhibu, hiyo ndio inaitwa nini? Rehema. So naona anasema basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rehema. Kwa hiyo funguo ya kupata huruma ama funguo ya kupata rehema ya Mungu kwenye maisha yako ni ujasiri. Ujasiri juu ya nini? Ujasiri juu ya kile Yesu ambacho tayari alishakifanya msalabani juu ya maisha yako. Unapojua ya kwamba kifo cha Yesu kilikuwa kwa ajili ya uzima wako, unaingia kwenye kiti cha neema kwa ujasiri, kwenye kiti cha kustahilishwa kwa ujasiri. Na ule ujasiri wako ndio ambao unafungua sasa huruma ya Bwana. Hata mahali ambapo ulistahili adhabu, Mungu haachilia adhabu, ila anaachilia huruma kwenye maisha yako katika jina la mamlaka la Yesu. Mtu mmoja ananielewa aseme haleluya. Kwa hiyo unaona kuna mambo kadhaa ambayo niliyafundisha, lakini leo sitaenda mbali zaidi. Kwa hiyo tunaona sasa, tunapoongea kwa habari ya kupigana na hatia, ni vizuri tukaelewa hatia ni nini. Sasa tunasema hatia hasi, manake kama kuna hatia hasi, manake kuna hatia pia chanya. Moja kati ya kitu ambacho shetani anakitumia kwenye maisha ya watu kuwafanya kuwa watumwa, moja kati ya kitu ambacho shetani anakitumia kwenye maisha ya watu kuwafanya kuwa wanyonge na kuwafanya kuto kupokea baraka ya kimungu, mlango mkubwa ambao shetani anautumia unaitwa mlango wa hatia. Shetani akitaka kumwadhibu mtu asione baraka na kibali, anachokifanya anapanda hatia moyoni mwake, na ile hatia inakuwa ni gereza
hiyo mic imekaa vizuri. Inakuwa ni gereza ambalo linamzuia mtu kuona uhuru japokuwa tayari yuko huru. Do you know, unajua kuna nyakati kwenye maisha unaweza ukawa mfungwa na hakuna mtu aliyekufunga. Nani amewahi kuingia kwenye chumba chenye giza? Ni chumba chako, ila for some reason hicho chumba kina nini? Kina giza. Alafu katikati ya giza kuna kamwanga fulani ambako ni hafifu kakatokea, kakasababisha effect ama matokeo ya wewe kukiona kivuli chako ghafla. Alafu katika kuona kivuli ghafla ukahisi niliingia peke yangu, lakini tuko wangapi? Na utagundua moyo wako unaingiwa na hofu kabisa. Yani unajua haya mambo ni ya ajabu sana. Yani hofu kabisa ambayo kimsingi imeletwa na nini? Na kivuli. Now, that is what guilt does in our life. Hivyo ndivyo hatia inavyofanya kwenye maisha yetu. Inatengeneza aina fulani ya kivuli ambacho unapokiangalia hichi kivuli kinakufikisha mahali ambapo kabisa unahisi uoga ndani yako. Unahisi ya kwamba mimi sistahili kukaa hapa. Unahisi kabisa ya kwamba mimi mbona kama kuna vitu havitakiwi kutokea. Na ndio hapo unaona, wanatoa mfano mara nyingi, nimesema hapa, nitakwambia tena leo. Unaona ndio mtu kwenye maombi tunaimba, tunamwabudu Mungu, tunasema vizuri, alafu katikati ya maombi tu mtu anasema tu, Baba mimi sifai, mimi si chochote. Katikati ya maombi, mimi ni mdudu, mimi ni mavumbi. Maana yake kuna kivuli tayari kimeshatengenezwa nyuma yake, kinaanza kumuonyesha picha, alafu ile picha inabadilisha moyo wake kwa Mungu. Hicho ndicho hatia inachokifanya. Na ninakuombea kwa jina la Yesu, regardless ya nini umefanya kwenye maisha yako, as long as umetambua makosa na umeamua kutubu mbele za Mungu na kukiri kwenye kile kitu ulichokifanya, hiyo hatia haitayafukuzia maisha yako tena. Nasema hiyo hatia haitayafukuzia maisha yako tena. Kama kuna mtu ananielewa angesema amen. Nasema hiyo hatia haitayafukuzia maisha yako tena. Natamani nikufundishe taratibu kwenye somo hili ili nisimuache mtu. Tunaposema hatia tunamaanisha kitu gani? Hatia, jambo la kwanza nikwambie, ni hukumu ama maumivu ya ndani yanayoletwa na sababu fulani. Hatia ni hukumu ama maumivu ya ndani yanayoletwa na sababu fulani. Kwa hiyo tunakuja kugundua kwamba kumbe hatia wewe inakuwa ina sababu. Kuna mahali umekosa and you feel, unasikia kitu fulani ndani yako kinakwambia kwamba hapa hapakuwa sahihi, na kile kitu kinaachilia maumivu fulani ndani yako. Hiyo jambo la kwanza. Nitakuonyesha mambo kama matatu. Jambo la pili, hatia ni hali ya aibu inayomzuia mtu kupiga hatua fulani ama kufanya maamuzi. Kwa hiyo kugundua, ukiachana na maamuzi, maumivu ya ndani yanayotokana na mtu kufanya kitu fulani ambacho anashuhudiwa ndani yake kuwa kibaya, lakini pia hatia inapoenda kwenye kiwango kingine cha pili, huwa inageuka na kuwa aibu. Na ile aibu inakuja kwa ajili ya kumzuia mtu kufanya kitu fulani, inakuja kwa ajili ya kumzuia mtu kwenda mahali fulani. Na sasa shetani kitu kikubwa anachokitaka, anataka ufike mahali kwenye maisha yako ameshakupiga na maumivu kwa kile ulichokifanya, lakini pia ameinua aibu ndani yako ili hii aibu ikutenge mbali na vitu vya kimungu ama mbali na uwepo wa Mungu. Kwa sababu hatia inayoletwa na shetani, kazi yake kubwa ama lengo lake kubwa ni kumkimbiza mtu mbali na uwepo wa Mungu. Now, ndio maana kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Adamu na Eva wanamkosea Mungu baada ya kutokutii neno la Bwana. Alafu Biblia inasema wakafumbuliwa macho yako, wakajijua ya kwamba wote wako nini? Wako uchi. Sasa kile kitendo cha kujijua wako uchi kikazaa hatia. Kwa kile kitendo cha kukosea kikazaa hatia. Kile kitendo cha macho yao kufunguliwa kikazaa kitu cha pili, aibu.
Sasa ile aibu inafanya jambo ambalo lilikuwa ni baya zaidi kuliko walichokikosea. I don't know, sika kuna mtu ananielewa. Sasa hiyo kama kuna mtu ananielewa, nasema hivi, kukosa kweli walikuwa wamekosa. Lakini kosa la pili baya zaidi linalofanyika linaletwa na hali ya aibu iliyoletwa na hatia ndani yake. Mungu alisema wasile wamekula, kosa la kwanza. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu alisema akamweka katika bustani ya nini? Ya Eden. Na lile neno Eden tunalitafsiri tunasema ni zaidi ya physical location, akamweka kwenye uwepo wake. Maana yake eneo la nguvu ya Adamu ilikuwa ni kwenye uwepo wa Mungu, regardless ya kitu gani ambacho kimetokea. Na utakuja kugundua pamoja na kwamba Adamu alifanya dhambi, lakini bado sauti ya Mungu haikukauka kwake. Kwa sababu ile sauti ya Mungu ilikuwa inaenda kumuonya na kumrejesha kwenye nafasi. Lakini aibu inamtoa Adamu mahali ambapo alitakiwa kuwepo na enda anajificha. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Anasema wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asifanyaje? Asiwaone. Now, shetani ndicho anachokitaka. Utakuja kugundua makosa mengi unayoyafanya kwenye maisha yako yanakuondolea mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, yanakuondolea nguvu ya kuomba. Jambo la pili, yanakuondolea ujasiri wa kuomba. Jambo la tatu, yanakuondolea sababu ya kuomba. Na utakuja kugundua nguvu ya kuomba, ujasiri wa kuomba, sababu ya kuomba. Haya mambo yote matatu ndio mambo yanayokupeleka zaidi karibu na Mungu. Kwa utakuja kugundua vile vitu, yani you feel like praying but you cannot pray because you are guilt. Unajisikia hukumu, unajisikia aibu. Na pale ambapo wewe unajisikia aibu ukaacha kuomba, ukifuatilia vizuri, ukaacha kuja ibadani, ukifuatilia vizuri, mambo makubwa na hatari zaidi yalitokea kwenye maisha yako kipindi kile ulipokuwa kwenye pause. Nani ananielewa? Kipindi kile ulipoingia kwenye koma, likizo ya kumtafuta Mungu kwa sababu ya aibu iliyokuwa ndani yako, kikazaliwa kitu cha pili, kikazaliwa kitu cha tatu, kikazaliwa kitu cha nne. Alafu katikati ya kile kipindi ukatokea uraibu. You became addicted of something ambacho ukuwahi kuwaza utakuja kuwa addicted nacho, kwa sababu ulikuwa uko nje ya uwepo wa Bwana. Na ndio maana lazima anasema tukisogelee kiti cha nini? Cha neema kwa ujasiri, ili tupokee nini? Rehema. Ni kweli inawezekana kuna kwenye maisha yetu tunaweza tukakosea, lakini kukosea kwetu lazima kutukumbushe kwamba Mungu bado ni Mungu wa nafasi nyingine. Anaweza akachagua kudili na mimi kwa namna anayodili, lakini chochote atakachofanya atafanya bado nikiwa niko ndani yake, katika jina la Yesu. Na ile kusogea inakuepusha na mambo mengi. Ninakuombea kila aibu ambayo imeyapiga maisha yako, inayokupeleka mbali na Mungu, leo kwa neno hili unarudishwa kwenye uwepo wa Mungu. Nasema leo kwa neno hili nafasi yako ya maombi inarudi kwa jina la Yesu. Nasema leo kwa neno hili nafasi yako ya kumpenda Bwana inarudi kwa jina la Yesu. Nasema leo kwa neno hili nafasi yako ya kusoma neno la Bwana inarudi kwa jina la Yesu. Hebu nyosha mikono, sema Bwana Yesu, kwa neno hili ninakataa kila hatia iliyoingia ndani yangu na kunizuia nafasi yangu katika Mungu. Piga kelele, Bwana Yesu, kila hatia inayoleta aibu ndani yangu kwa jina la Yesu ninaikataa. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Nirudishe mwanzo pale tuliposoma. Sema wakasikia sana ili Mungu, wakajificha ili Mungu asifanyaje? Asiwaone. Lakini hawa ndio waliokuwa kila siku wana conversate na Mungu, lakini leo wanajificha ili Mungu asifanyaje? Asiwaone. Ona mstari ambao unafuata. Bwana Mungu akamwita Adamu. Alafu unaona kitu cha kwanza ambacho anapenda kwenye mstari huu, nimekufundisha mara nyingi, anamuuliza uko wapi? Mimi nilitegemea angemuuliza umefanya nini. Kwa hiyo what matters before the eyes of God ni nafasi
zaidi ya kile ulichokifanya. Yani ni nafasi, ni nafasi. Ndio maana Daudi anasema bora siku moja katika nyua zako kuliko siku 1000 mahali pengine. Lakini mahali pengine anasema bora niwe bawaba, yani niwe kisikizio kwenye mlango, lakini niwe pale. Hiyo ndio siri ambayo inamwambia Daudi ya kwamba anafika, anakosea kweli, lakini anamwambia Mungu, kama ni ufalme chukua, kama ni mali zangu chukua, lakini kitu kimoja naomba, usiniondolee Roho yako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu usiniondolee, kwa sababu najua ni kweli nimekosea, lakini bado ninahitaji Roho Mtakatifu. Mimi ninaweza nikawa nimekosea, lakini maisha yangu sio makosa. Mimi ninaweza nikawa nimekosea, lakini mimi sio makosa. Mimi ni mtu ninayependwa na Baba wa mbinguni, na anao mpango mkubwa kwenye maisha yangu, na kesho yangu ni kubwa kwa sababu yeye anaishi, na yeye ni mwingi wa... Mtu ananielewa? Pige kelele haleluya. Come on. Tunanielewa? Pige kelele za ushindi kwa Yesu. Sio kama unanielewa? Now you see, unaona jinsi vile inavyo shetani kile anachokifanya. Anacheza na fahamu zetu. Anacheza na ufahamu wako. Now, mimi sisherekee ulichokifanya. Nisikilize vizuri, sisherekee ulichokifanya. Ila pia sikuadhibu kiasi cha kuona wewe umekufa. Yani wewe, matter of fact, hakuna dhambi isiyosameheka. Kumwona ile hali ya aibu. Mungu anamuuliza, mko wapi? Haki Mungu anachojali, sikiza nikwambia, Adamu, umekosea. Lakini pamoja na kukosea kwako, usisahau ni mwanangu. Kwa hiyo uko wapi? Alafu ona hatia inachojibu. Hatia inajibu hivi. Mstari unaofuata, akasema, nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi niko uchi nikajificha. Lakini sio mara ya kwanza Adamu kuwa uchi. Sura ya 2 mstari wa 25 anasema walikuwa uchi wote wawili na wala hawakuona haya. Nani amekaa pale? Weka sura ya 2 mstari wa 25 waone. Maana nikisema hii kuna maneno kitabu kasa hili la mchungaji. 1 2 3 soma ubaoni sasa. Anasema kitu gani? 1 2 3 soma. Wewe unamwonea aibu? Haya msubiri, unanionea aibu mimi au Mungu? Aliyeandika hapa ni nani? Aliandika, usome 1 2 3 soma kwa sauti yako. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Lakini ukienda kule kwenye 3 anasema nimejificha kwa sababu nalijua niko uchi. Sasa kuna kitu Mungu anakiuliza mstari wa 11 ambacho ndio concern yangu kubwa. Mungu akasema, ni nani amekuambia uko uchi? Maana yake hatia huwa ina tabia ya kuongea vitu ambavyo hata Mungu haongei. Adamu anasema nimejificha. Adamu alikuwa uchi mara zote. Yani kwanza hata Mungu alipomuumba, hata angekuwa alikuwa anavaa, Mungu alimuumba akiwa kwenye state hiyo. Mimi nilijua anajificha kwa ajili ya Eva. Kumbe anajificha kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu kumbuka walikuwa uchi wote wawili, wakakimbia wote wawili. Kwa sababu wao walikuwa waniani aibu. Ila wanamuonea aibu nani? Mungu aliyewaumba na aliyeumba hicho wanachokificha. Yani si nani ananielewa? Sema amen. Nipo kwenye kanisa lile ama nihame nirudi nilikotoka, niende Madagascar. Umewahi kugundua ya kwamba mtego mkubwa wa shetani, yani wewe huoni aibu kutenda dhambi, lakini unaona aibu kuconfess mbele za Mungu. Mungu ambaye anaona hata usiposema, anajua hata usiposema, anajua. Alafu unapoomba unaenda ni kama unamweka Mungu kwenye mafumbo hivi. Baba nakushukuru kwa sababu ya dhambi nazo sijua. Sio kama unaelewa hichi kitu. Na kupitisha taratibu ili uone mahali ambapo umenaswa.
Mahali ambapo watu wengi wamenaswa. Baba nakushukuru kwa sababu unaweza ukanisaidia hata katika dhambi nazozijua na zile nisizozijua. Lakini wewe unadhani unamficha, lakini Biblia inasema macho ya Bwana yapo nini? Kila matter of fact, kabla haujafanya ulichofanya, yani siku unawaza, Mungu alishaona moyo wako kile unachokiwaza. Na ndio maana watu waliojua siri hiyo huwa wanarudi kwenye magoti. Waambia Mungu, unanijua moyo wangu. Unajua kuingia kwangu, unajua kutoka kwangu, unaijua kesho yangu kama unavyoiona sasa yangu, kama ambavyo uliona jana yangu. Nisaidie moyo wangu, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana. Sasa hatia ndio inakutoa hapo. Sema katika jina la Yesu, kila aibu inayonitoa kwenye nafasi. Sema kwa jina la Yesu. Piga kelele, kwa jina la Yesu. Kila aibu inayonitoa kwenye nafasi, kwa neno hili napokea. Kwa neno hili ninapokea siku mpya, hatua mpya kwa jina la Yesu. Mpe Yesu makofi kama unanielewa mtu fulani. I want to be very slow today kwa sababu ninajua ninadili na kitu ambacho kinasumbua 90% ya watu. Na mtu wa Mungu, napoongea kwa habari ya hatia sio lazima uwaze dhambi hiyo unayoiwaza wewe. Shetani ni mpuuzi, anaweza akaleta hatia hata kwenye vitu vya ajabu sana. Jambo la tatu tunapoongea kwa habari ya hatia ni hali ya kujikataa inayokupa sababu nzuri ya kutokupiga hatua. Hali ya kujikataa, the state of denial that gives you good reason not to make a new steps. Not to make new steps in your life. Hatia ni hali ya kujikataa inayokupa sababu nzuri ya kutokupiga hatua kwa sababu ya historia ya jambo fulani ama kitu ambacho umekifanya. Sasa hapa nataka nikufundishe, nikupeleke uone mambo kama mawili. Tunaposema kwenye hatia, kabla sijafika hapa, unajua kugundua hatia inakupa sababu ya kujikataa. Yani una utumishi ndani yako, lakini pia una vipengele ndani yako. Na vipengele vinazidi nini? Hivi au ni malaika wako wengi? Wanadamu waniambie amen. Wanadamu wako? Haya, malaika peperusheni mabawa ambao hamjasema. Hichi ndicho kinachoua watu wengi. Yaani kuna kitu cha kimungu ndani yako, lakini adui anachokifanya ana amplify ubaya. Kwa hiyo wewe ukijiona unajiona mbaya. Na hiyo inafika sasa, ikifika kwenye level hii ya kujikataa, ndio inafika sasa inazaa kitu kinaitwa roho ya uchungu ndani ya mtu. Na mtu sasa anaanza kutembea kwa sauti zinazoongea ndani yake. Yaani ukipita kwa watu wakacheka, ile hali ya moyoni inasema wanakucheka. Kwa sababu wananicheka, na hata kwenye kanisa lao mimi sifanyaje? Siye. That is how bad. Hivyo ndivyo namna gani hatia hasi inaweza kukusafirisha. Ukafika tu mahali mchungaji amesema kitu, ukasema siku hizi anahubiri watu madhabahu. No, yani mimi kazi yangu ndio hiyo, kuhubiri watu. Yani kwamba nimetamka kitu ambacho kinakugusa wewe, hakuna aliyenisimulia, ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu mwenye hekima anasemaje? Anasema hivi, asante Roho Mtakatifu, umeniona, hilo langu nisaidie. Kwa sababu ikiwa mimi nitasimama madhabahuni hapa na kila siku nikawa nasema neno la Bwana, lakini sikupati wewe, then I am not a good pastor. Ikiwa kila siku utakuwa tunasema hapa, alafu hakuna siku hata nakuotea, hapana, yani hapana. Hapo sio neno. Biblia inasema maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena ni upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo lazima kuna siku ukatwe. Kwa sababu
kuna wakati mimi mwenyewe nahubiri na kukata wewe, alafu pointi ya 3 wakati naitaja, Roho wa Mungu anambia umo. Sio kama unanielewa. Roho wa Mungu anambia na wewe umo kwenye hiyo ya 3, umo. Tazama umo. Kwa hiyo sasa hii hali inakupa kujikataa, na ikishakupa kujikataa, sasa ndio roho ya kukataliwa inazaliwa. Kwa sababu chanzo cha roho ya kukataliwa ni mtu kujikataa. Maana Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo kile unachokiona ndani yako unakiambukiza kwa watu wengine. Wale watu wanasema tulijiona kama nini? Mapanzi, na wao ndivyo walivyotuona sisi. Na ninapenda kwenye ile statement kwa sababu wao ndio walianza kujiona mapanzi, na kama matokeo ya kujiona mapanzi wote waliowaangalia wakawaona hivyo. So wewe unaanza kujikataa, na matokeo ya kujikataa watu wengine wanaanza kukukataa. Wewe unaanza kujidharau ndani, na matokeo watu wengine wanaanza kukudharau kama wewe ulivyojidharau ndani. Wewe unaanza kujichukia, na matokeo unaanza kuambukiza hicho kitu ndani yako. Sababu kuna vitu utaanza kufanya self defense. Yani wewe ukikaa na watu kila kitu self defense. Yani watu wasifurahi unaona wanakusema wewe. Watu wasicheki wanakucheka wewe. Sasa hakuna mtu ambaye anataka kukaa na mtu wa hivyo. Hayupo. Hata mimi mchungaji sitaki kukaa na mtu wa hivyo. Kwa hiyo wakianza kukutoa unasema mimi kuna kitu ninacho chako. Hauna kitu cha kukataliwa. Ulianza kujikataa mwenyewe ndani. Na ndio maana watu waliojua siri hii, haijalishi nina fedha sina fedha, haijalishi nilichokuwa nakitaka kimetokea hakijatokea, haijalishi nimeshafika ama bado nipo kwenye mchakato, mimi ukiniona mwanangu utanipenda tunavyotembea, kwa sababu ya kitu kilicho ndani yangu. Katika jina la Yesu ninaambukiza hiyo roho ndani yako kwa jina. Hatia haitafanya ujikatae katika jina la Yesu. Makosa ya nyuma hayatafanya ujikatae kwa jina la Yesu. Wewe sio hayo makosa, wewe ni future njema. Anasema maana ninajua mawazo ninayowazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za usoni. Mtu ananielewa? Apige kelele haleluya. Kama unaelewa. Kwa hiyo jinsi unavyojichukua ndivyo ambavyo Mungu atafanya kazi na wewe. Kwa kuna namna unajiona hawanipendi, kwa sababu ujipendi. Kwa sababu ufanyaje? Ujipendi. Hawanitaki. Yaani wewe ujitaki, sini kina nani tukutaki? Wewe hujikubali. Mimi nani nikubali? Wewe hujikubali. Biblia inasema mpende jirani yako kama. Kwa hiyo Biblia inachokwambia wa kwanza kumpenda ni nafsi yako. Alafu ukimaliza ndio mpende jirani yako. Si kama mnaelewa maandiko. Yaani mpende jirani yako kama nafsi yako. Maana kigezo cha kumpendea jirani lazima kitokee kwenye namna unavyo. Na ndio maana mtu asiyejipenda hajui kupenda. Analazimisha amnitumie message, tuma wewe. Kwa sababu yeye tafsiri ya upendo inatokea nje badala ya kutokea nini? Ndani. Usiwape watu umuhimu hiyo, value ya namna hiyo. Do not give people that value. Kwamba unajua hamnipendi, yani nyenye. No. Wewe jipende alafu uone kama watu hawakupendi. Kwani wewe uonage mnampenda mtu anajipenda? Sema jamani yule kaka ila anajipenda. Yaani hata unavyoitamka ila anajipenda, wewe tayari unatamka kwa kumpenda tayari. Naelewa sema. Kuna namna anajibeba. Lakini hiyo yote inaitwa na hatia. Kama Roho Mtakatifu anakuambia, anakusaidia, niambie amen. Nasema kama Roho Mtakatifu anakusaidia niambie amen. Kama Roho Mtakatifu anakusaidia niambie amen. So, wale kule nyuma wamenielewa sasa nilichokuwa namaanisha. Sasa kuna aina mbili ya hatia.
So mkizizima hizi mfungue madirisha. Kuna aina mbili ya hatia. Hatia ya kwanza tunaita hatia chanya. Kwa hiyo kumbe hatia inategemea tu imetokea upande gani. Ila kuna hatia unatakiwa kuwa nayo ambayo inaitwa positive guilt. Hatia chanya. Muhimu sana. Ukiangalia kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 8 mpaka wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 8 na wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 8 na wa 10. Kuna kitu anakiandika. 1 2 3, hebu nisaidie kusoma. Wakorinto sura ya pili mstari wa 7 sura ya 7 mstari wa 8 mpaka wa 10. 1 2 3, soma ubaoni kila mtu. Kwa sababu ijapokuwa niliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nilijuta, naona ya kwamba barua ile iliwahuzunisha. Ingawa ni kwa muda tu. Sasa nafurahi, si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba iletayo wokovu isiyo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Kwa hiyo anaandika kitu ambacho cha ajabu anakisema pale, ukikiangalia anakionyesha. Kuna barua aliwaandikia na wakahuzunika, kama ambavyo mimi kuna jumbe nasemaga na unahuzunika, na huwa nafurahi kwamba umefanyaje, umehuzunika. Ila sifurahi kwa sababu ya umehuzunika, ila nafurahi kwa sababu ile huzuni. Now, anatumia neno kuhuzuni hapa, anasema kwa sababu ijapokuwa niliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Ikiwa nilijuta, naona ya kwamba barua ile iliwahuzunisha, ingawa ni kwa muda tu. Manake anachotuambia hapa, lengo la huzuni hii ilikuwa ni kwa ajili ya kukufanya wewe ufikiri juu ya kile ulichokifanya na ufike mahali pa kufanya maamuzi ya kubadilika. Kwa sasa huzuni hii ama hatia hii ndio tunaiita hatia chanya kwenye maisha ya mtu, ambayo hii kimsingi unaihitaji. Roho Mtakatifu ndio huwa anaitumia hii kubadilisha maisha ya watu. Huwa anaugua ndani ya watu. Akiugua ndani ya watu unakosa amani, na kwa kukosa amani unafanya maamuzi yaliyo sahihi kwenye maisha yako. Ukisoma utaona anasema kwenye Amplified, anasema for even though I did grieve you with the letter, I do not regret it now. Though I did regret, for I see that letter hurts you through only for a little while. Maana yake anachokisema hapa, neno nililokuwa nalitafuta kwenye tafsiri hii, nilikuwa natafuta hili neno la grief. Manake haya ni aina ya maumivu ambayo yanaletwa na taarifa fulani nyuma ya yale maumivu, ambayo taarifa ndio inaitwa hasia chanya. Hatia chanya. Kwa hiyo umekuja kugundua pia Roho Mtakatifu kuna kipindi kwenye hii, asante Roho Mtakatifu, kila mtu niangalie mimi. Kwenye hii hatia chanya, Roho Mtakatifu mara nyingi huwa anaileta kabla hatujakosea. Kwa sababu umewahi ku connect na mtu ambaye unasikia huzuni, you don't feel breakthrough, ila unajilazimisha kufurahi. Yaani kabisa kuna mahali miguu yako inaenda. Unaenda unaoga, unapaka mafuta, kuna kitu ndani kinasema hapana,
unasikia uzito, ila unailazimisha miguu unaenda. Sasa ile ya kusikia uzito before, ile ndio hatia ambayo Roho Mtakatifu anaiweka ndani ya mtu ili imsababishe mtu kufanya maamuzi sahihi ya kuahirisha tukio ambalo litaenda kumtoa machozi kesho ama litamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Sasa kwa kuto kujua, huwa tunapotezea hichi kitu cha ndani, na kwenye kupotezea hicho kitu cha ndani ndio tafsiri ya kile anachoandika anaposema msimzimishe Roho Mtakatifu. Kwa sababu utakuja kugundua, ukipotezea siku ya kwanza ukafanya chochote ambacho hukutakiwa kufanya kwa ile hatia ndani yako, siku ya pili kikija ukipotezea kitu, siku ya tatu utakuja kugundua maumivu yale yale uliokuwa unasikia kwenye kitu kile kile yanakata. Sasa yakikata haimaanishi unafanya kitu sahihi, ila inamaanisha sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako imezima, na hicho ndio tunaita kifo cha kiroho. Ila pambio unazo, unaimba, lakini you don't feel guilty anymore. Yani unajua kabisa huku nakoenda hakuko salama, na naenda na moyo wako una amani. Unajua kabisa naiba, napiga hii hela ya ofisi, naiba. Mwanzoni ulikuwa ukigusa hivi, njia nzima ukirudi nyumbani kuna vitu vinaongea tumboni. Lakini leo baada ya kufanya mara ya pili, mara ya tatu, uko sawa. Then hakuna hali mbaya ya kiroho kama hiyo. Kwa sababu hapo, hicho ndo kifo huwa kinaanza. Mwisho wa siku mtu anakuja kukaa kwenye mazingira ambayo anafika umbali ambapo hajui. Kwani nilishawahi kusema hapa, mnafikiri mpaka mtu anaitwa kahaba inaanzaje? Kwa sababu kuna mambo tukiyataja ama kuna vitu kivisema ni kama tunadhani mtu alizaliwa nacho. Lakini hapana. Huwa naye anaanza kwa kuogopa, kama ambavyo kila binadamu anaanza kwa kufanyaje? Kwa kuogopa. Ila anajilazimisha, anajizima data. Alafu baadaye hatia inaendelea kumla ndani. Hatia kitu kingine kibaya inafanya, inapoendelea kukula, inakuaminisha wewe sasa hivi umeshashindikana. Kwa sababu tu endelea tu na maisha yako. Na unapoamua kuendelea na maisha yako, ndio unaingia kwenye critical. Kuna mtu Roho Mtakatifu anamsaidia leo kwenye ibada hii. Nasema kuna mtu Roho Mtakatifu anadili. Ukinielewa leo, utakuwa juu ya dhambi katika jina la Yesu. Yani dhambi haitakusumbua tena, kwa sababu unajua. Nani ananielewa? Aseme amen. Kwa hiyo inaanzaga na hatua, yani hatua moja. Kuna tangazo liko nasema safari moja uanzisha. Msijifanya mnajua. Safari moja ufanyaje? Uanzisha nyingine. Yani hata huyu tunayemuita jambazi sugu, amin nawaambieni, siku ya kwanza anaiba, halilia sana moyoni mwake, alihuzunika kwamba kwa nimevunja. Na sasa everybody look at me. Shetani kitu anachokifanya, kwa kadiri unavyoizimisha sauti ya ndani na kuanza kufanya yale matukio, huwa anakutengenezea matukio makubwa zaidi ambayo yatakuvunja zaidi. Ndio unajua kugundua wewe ni lengo lako lilikuwa kwenda tu kuiba, kuvunja mlango. Mara ule mlango uliovunja unamwangukia mtu. Amangaliane hapo moyo. Si kama unanielewa eh? Kwa hiyo unakuja kujikuta unapata yani moyoni unarudi unaanza mimi lengo langu lilikuwa kuua mtu. Mimi lengo langu lilikuwa tu ni kuchukua kwa kweli, lakini shetani amekutega ukajaa kwenye mfumo, ukaenda ukaua ili kesho pia apate kianzio cha kuanza na wewe. Kwa hiyo ukirudi wakati unasema mimi siibi tena, shetani anakuja na hatia ndani yako. Anasema hata usipoiba wewe muuaji. Wewe muuaji. Hakuna. Na ukishasikia kile ndio ganzi inawaingia watu. Unasema mimi nimeamua
nimemfuata Yesu, sitatembea tena kwenye njia hii. Kitu cha kwanza shetani atakwambia, sawa, wewe hata usiporudi sawa, imba kwaya, lakini wewe umewahi kutoa mimba. Alafu ile neno linakuja ndani yako. Alafu unaona sasa kama mimi nilishawahi kutoa mimba. Alafu unapewa na tafsiri kwamba huko ni kuua. It might be true, but shetani pia ni mhubiri. Kwambia huko ni kuua. Kwa unashuhudia, kama nimeshaua, mimi sina tena cha kupoteza. Alafu anaanza kukuhubiria. Kwa hiyo hata yale maombi uliokuwa unayaomba, alafu anakupa na picha ulivyokuwa unaomba, unafanya. Alafu baadaye sijui kama kuna mtu anamsaidia. Nimekwambia leo natamani kufundisha taratibu sana, kwa sababu kuna sindano na tunafanya operation kali sana kwenye moyo wa mtu fulani. Unajikumbuka ulivyokuwa unaomba, asante Baba, unashika na hivi, alafu shetani anakuletea ile picha. Unajua ukikumbuka hicho kitu, kuna kitu moyoni kabisa unaweza ukajifyonza. Yaani ukikumbuka ile picha ya nini? Ya maombi, unajifyonza kabisa. Na ndicho shetani anachotaka. Na ukifanya vile, anakuambia rudi ishi maisha yako ya kawaida. Sasa hiyo ni hatia ya pili inayoitwa hatia hasi, ambayo hiyo ndio inapelekea umauti ndani yake. Anakwambia rudi tu wewe. Yaani wewe sasa hivi hata ukitubu hauna cha kufanya. Yaani hata ukitubu sasa hivi hauna cha kufanya, hauna lolote la kufanya hata ukitubu. Sio kama unanielewa? Na ndio watu wengi wamekuwa watumwa. Unajua kuna tofauti kati ya kutenda dhambi na kuwa mtumwa wa dhambi. Kwa sababu wage naanza hivi, inaanza tamaa. Tamaa ikishachukua mimba inazaa dhambi. Alafu dhambi ikikomaa. Kwa hiyo kumbe kuna dhambi na kuna dhambi iliyokomaa. Kwa hiyo hatia hasi inachokifanya ni kukupeleka kwenye ukomavu wa nini? Wa dhambi. Yaani uwe legendari katika eneo hilo. Unakuwa nini? Mko kimya sana. Kimya na upenda. Roho Mtakatifu anamsaidia mtu. Na hiyo sasa ukiruhusu iingie ndani, ndio inampeleka mtu anaomba, lakini katikati ya maombi anakumbuka alichokifanya, anaacha kuomba, anaanza kutubu kwa mara ya 59. Na hapo sasa kwa tunakuja kugundua hatia hasi inazaa kitu kinaitwa mashaka. Na anasema mtu yote akipungiwa na aombe, lakini aombe pasipo nini? Kuwa na shaka. Maana mtu mwenye shaka ni sawa na wimbi la bahari linalopeperushwa na upepo unaoenda. Kwa hiyo ukishakuwa na mashaka, wewe unaomba, mimi Bwana nipe kazi, nipe kazi. Shetani analeta, wewe sio mtu wa kazi, sio mtu wa kazi. Sio kama kuna mtu ananielewa. Alafu akishaleta hilo, unaacha ile, unaanza kusema Baba ni rehemu. No. Maana yake pale wewe unadhani unaomba unyenyekevu, kumbe ni hofu imeingia ndani yako. Katika jina la Yesu ninaipiga hiyo hofu kwa jina la Yesu, hiyo hali ninaipiga kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina hilo hali, kwa jina la Yesu hiyo hali ninaipiga kwa neno la Bwana. Hiyo hali haitakurudia tena kwa jina la Yesu. Unakuta unamwamini Mungu kwa ajili ya mtoto, shetani anakukumbusha ujana wako. Alafu wakati ndio mbingu zilitaka kuachilia mtoto, mashaka yanaingia ndani yako. Unasema mimi siwezi kupata mtoto kwa sababu nifanye. Unaanza ngoja nikwambie, Mungu akishasamehe anasamehe na kusahau, na akishasahau hakuna anachokumbuka. As long as ulienda mbele za Bwana kwa toba, ulienda mbele za Bwana kwa kumaanisha chochote ambacho ulikifanya, Bwana amekifutilia mbali katika jina la Yesu. Nimesimama kama mjumbe wa Bwana kwenye maisha yako, ya kwamba hautapata tena hukumu ya hatia ya dhambi ulizozitupia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema nasimama kama kinywa cha Bwana, kila aina ya hatia inayokufukuzia kwa jina la mamlaka la Yesu ninaifuta. Sema Yesu, kwa neno hili, come on, piga kelele, Yesu, kwa neno hili napokea uhuru wangu. Sema napokea uhuru wangu.
katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi ya utukufu. Mtu fulani mpe Yesu makofi once again. Kaa chini nikufundisha. Kwa umeona jinsi ambavyo shetani, yani haya mambo ni ufahamu. Ni ufahamu. Kwa ulirudi kwenye jambo lile lile kwa sababu ya shetani alichokuhubiria. Na kama ulirudi uliokoka. Leo ninatangaza juu ya maisha ya mtu fulani, hautarudi kwenye yaliyokutesa kwa jina la Yesu. Nasema hautarudi kwenye hatia na makosa na dhambi na vifungo vilivyokutesa kwa jina la Yesu. Shetani akikukumbusha ulichokifanya, mkumbushe Yesu alichokifanya kwa ajili yako msalabani. Ni mchezo wa kukumbushana. Si nataka tukumbushane. Petro wa kwanza sura ya 5. I am enjoying this teaching. Nafurahia hii. Kama ufurahii sijui ile nafurahia. Nadhani nimekuwa mwalimu mzuri leo. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 9. Hii haikuhitaji haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6, ndugu yangu katika Kristo, mpaka wa 6 mpaka wa 9. Anasema kujisifu kwenu si kuzuri, hamjui ya kwamba chachu kidogo? No. Ni Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 mpaka 9. Petro, 1 Peter chapter number 5 verse 6 to 9. 1, 2, 3 soma ubaone nasema kitu gani? Chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi. Nilikuwa natafuta anatuonyesha kwamba Ibilisi ni mshtaki. Na kimsingi Ibilisi sio mshtaki wetu kwa Mungu, ila Ibilisi anatushtaki sisi kwa sisi kwenye mioyo yetu. Watu wa Mungu nisikilizeni. Kuna dimension kama 3 zinazompa mtu huru, zinazompa mtu amani. Dimension ya kwanza ni amani na Mungu. You need peace with God. Na kuwa na amani ya Mungu na Mungu, unaelewa, ni kutokuwa kuna vipengele na Mungu. But unahitaji amani na watu waliokuzunguka. You need peace with your surroundings, with the people who surrounds you. Unahitaji amani nao. Hata kama wao hawataki amani. Yaani kwa sababu hapa ninapoongea kuna mtu anasema mchungaji wewe uelewe. Wewe ndio uelewe. Sasa ngoja nikueleweshe. Hata kama wao hawataki amani, wewe haikuhusu. Ninaweza nikawa na maadui, ila inawezekana pia mimi nisiwe adui wa mtu. Ila kuna watu ni maadui za. Kwa hiyo mimi it's up to them wao wanavyoniona. Na pia hata kuwa na amani na watu wote haimaanishi nishirikiane na watu. Kwa sababu pia ni matumizi mabaya ya akili. Na ni matumizi mabaya ya andiko pia. Yaani kwamba Abneri mwana wa Neri, kwa sababu mna amani na Yoabu na Daudi, haimaanishi hiyo amani imeenda mpaka kwa Yoabu. Mpaka Yoabu anakuita twende tukaongelee nje. Mnatoka nje, anakwambia twende nje ya lango la mji. Mnaenda wawili na unajua kabisa wewe ulikuwa mkuu wa majeshi wa Sauli, yeye alikuwa ni mkuu wa majeshi wa Daudi, na unajua Daudi anamkubali wewe kuliko anavyomkubali Yoabu. Alafu Daudi ametangaza amani na wewe anayekukubali kuliko mkuu wake wa majeshi wa sasa. Alafu huyo mkuu wa majeshi anakuambia twende nje na wewe unaenda. Unajua amani. Ndio hivyo watu wengi wamekufa vifo vya kipumbavu. Ndio Abneri akaenda akapigwa kisu, matumbo yakatoka nje.
Siku ya msiba Daudi badala ya kulia akaanza kuimba shairi. Kwamba Abneri, mbona umekufa kama mjinga? Umekufa, yani Abneri umekufa hivi. Ndio akatusaidia sasa ndugu yetu Bahati. Atupigie, Abneri, akatupigia dude. Nani ananielewa sasa? Daudi anashangaa, anasema akamwombolezea Abneri. Anasema ilimpasaje Abneri kufa kama afavyo mpumbavu? Una mstari unaofuata. Anasema kitu gani? Anasema mikono yako haikufungwa blaza, wala miguu yako haikutiwa pingu. Aangukavyo mtu mbele ya wana wenye uovu, ndivyo ulivyoanguka, na watu wote wakaongeza kumlilia. Yani Daudi hapa alivaa roho ya Kinyakyusa. Mtu mmoja aseme amen. Ya kufanyaje? Ya kunogesha msiba. Sababu watu nani ana sisi ni hii hapa. Watu walikuwa ni kama uchungu umeshakata. Daudi akasema nyie amuelewi. Akapiga mistari miwili tu hapo. Watu yes. Same kifo alichokufa Sauli. Anamwambia kwa Daudi, anasema Sauli umekufa kama mtu ambaye hakutiwa mafuta. Maana yake kumbe kuna kifo ambacho mtu aliyetiwa mafuta, kuna ajali ambayo mtu aliyetiwa mafuta hatakiwi kuipata. Yani kuna maeneo mtu aliyetiwa mafuta anakuwa excluded. Yani hawi inclusive kwenye aina fulani ya uharibifu. Mtu aliyetiwa mafuta, kuna vifo mtu aliyetiwa mafuta haanguki, havimpati kwa jina la Yesu. Na kama unayo mafuta ya Roho Mtakatifu na umejua kweli hii, umejua hii kweli, ninatangaza kwa jina la Yesu, mahali walipoanguka wengine, wewe uliyetiwa mafuta hautaanguka katika jina la Yesu. Nasema mahali ambapo watu wengine walifeli, wewe uliyetiwa mafuta, wewe utainuka, utaenda kwa jina la Yesu. Mahali ambapo watu wengine walaza, wewe uliyetiwa mafuta hautaanguka na kulazwa hapo. Mahali ambapo watu wengine walishindwa, wewe uliyetiwa, mshangilie Yesu kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Nani anaelewa? Sema amen. Sema Bwana Yesu, kwa mafuta ya Roho wako, nimetengwa. Kwa mafuta ya Roho wako nimetengwa na uharibifu wa watu wengine. Yes. Kutakiwa kufa hivyo. Mimi ndio maana siogopi kifo. Kwa sababu najua mi sifi. Yani mi sifi leo, kesho, sifi kwa ajali, sifi kwa nini. I know. Yani I know. Yani I know. Yani ninajua. Kwa nini ninajua? Kwa sababu nafanyaje? Najua. So mafuta, my God. Nitakufundisha Jumapili. Tupo kwenye mwezi wa kikombe kufurika. Lakini kumbuka, kikombe ili kifurike, anasema kwanza umenipaka mafuta kichwani pangu. Sasa huwezi ukaelewa. Kumbuka Daudi anasimama kama kondoo. Yaani ukiona anapoanza anasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Maana yake kama Bwana ndiye mchungaji wake, yaani usione mchungaji hiyo Pastor Fred. Yaani Daudi ameuleta muktadha wa kondoo kwenye hili andiko. Yaani kwamba kama Bwana ni mchungaji, mimi ni kondoo. Sasa anaposema unanipaka mafuta kule Middle East kwenye kondoo, of course hata sio Middle East, hata tu hapa watu wa Mwanza walioko hapa waseme amen. Asante. Watu wanaofuga, watu wa kanda ya Ziwa, kanda maalum walioko hapa wanaofuga waseme amen. Na Wamasai, na Wagogo, na watu wote wanaofuga. Unaelewa, kwenye mifugo mingi huwa kuna wadudu sana. Sasa kilichokuwa kinatokea, kwa taarifa yako, kwenye yale mafuta, mchungaji alikuwa anapofika kwenye kundi la kondoo, kuna wadudu walikuwa wanapita kwenye masikio. Unajua wadudu wanaga kama macho hivi. Mwako kundua hata ukikaa vibaya wewe utakuta nzi kaingia hapo. Sasa walikuwa wanapita kwenye masikio, alafu sasa wale kondoo kwa sababu ya ile panic wanaoipata kwa wale wadudu
wanaanza kubamiza vichwa vyao, kwa sababu hana kidole ulichonacho wewe cha kufanya hivi, hana. Imagine wewe mwanadamu ikikuingia hivyo unavyo panic. Kwa hiyo wale kondoo wanabamiza kichwa chini, wanabamiza kichwa chini, na ndio kondoo wengi walikuwa nakufa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo sasa dawa ikawa hivi, mafuta yakawa yanakuja kumiminwa, sio kupakwa, yani yanamiminwa kwenye kichwa cha kondoo, kiasi kwamba yanashuka mpaka kwenye masikio, alafu yale mafuta yanakuwa ni kama layer inayozuia mdudu kupenya, my God, kuingia kwenye maeneo yenye uwazi, anakutana na ngozi. Kwa hiyo wanyama wakaokoka na kufa kwa sababu ya mafuta. Na ndio Daudi anapoangalia picha ya ambavyo yeye amewapaka kondoo mafuta ili wadudu wasiingie ndani yake, ndio anasema umenipaka mafuta. Ndio maana yale mafuta unanipaka wapi? Kichwani, ili kichwani yatiririke kuja kwenye mwili. Kila eneo ambalo linatakiwa kushambuliwa kwa mafuta lishambuliwe. Alafu anasema na kikombe changu kinafurika. Come on somebody, nani ananielewa? Na hayo mafuta ndio tuliopakwa sisi, mafuta ya Roho Mtakatifu, yani kichwani. Yani wadudu wanapita lakini hawana pa kupenya, kwa sababu nimepakwa mafuta mabichi, yanatiririka, yanaenda kila eneo linalotakiwa kuwa covered. Katika jina la Yesu, kwa mafuta haya kikombe chako kitajaa, kikombe chako kitafurika. Mwezi wa 10 kikombe chako kinajaa. Nasema kikombe chako kinafurika. Nasema kikombe chako kinafurika. Come on. Nasema kikombe chako kinafurika. Wewe kwa mafuta hayo unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Wadudu watakuja ndio, lakini hawatapita kwenye ngozi yako, hawatapita kwenye masikio yako, hawatapita kwenye macho yako, hawatapita kwenye kinywa chako, maana mafuta uliyopakwa ni mengi mno, yanatiririsha. Hayo mafuta yatakulinda. Mtu ananielewa? Apige kelele haleluya. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. So ndio dhana ya mafuta. Umenipaka mafuta kichwani. Na ndio maana yale mafuta walikuwa wanamimina. Na mafuta ya kimimina yanatiririka, yanakuja, yanakava maeneo yote. Kwa hiyo yanakuwa ni kama layer ya ulinzi. That is how we survive. That is how we survive. Yani that is how mtu anaweza akasimama akawa na uhakika mimi sifi. Unaona? Kwa sababu natafuta mahali pa kupenyezea. Yani you shall not die. You will not die. You will not die. You shall live. Nasema hautakufa, utaishi, uyashuhudie matendo ya Bwana. Ninadili na roho ya kifo ndani ya mtu fulani, roho ya kukata tamaa, unadhani umemaliza. Ndio kwanza tunaanza kwa jina la Yesu Kristo. Kachi. Sio kama unanielewa Kwa unaona, nirudishe kule sasa kwenye hatia, mambo ya hatia. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 pale ndio kuna kitu anakiongea. Kwa unaona anasema muwe na kiasi kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu nani? Ibilisi. Kama simba ungurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo anazunguka zunguka, kumbuka anatafuta mtu ammeze. Maana yake anatafuta mtu wa namna gani? Mtu asiye na ufahamu huu, ambaye atajaa kwenye mfumo anapita naye. Ndio namna ambavyo ulimezwa. Na ibilisi ni nini? Ni mshtaki wenu. Yaani kuna namna anasema vitu ndani yako, alafu kwa kusema vile una divorce na Mungu. Wana Mungu, Mungu hana historia ya kuwaacha watu, ila throughout the Bible watu ndio wana historia ya kumwacha Mungu.
Yaani mpaka Mungu anajua sema hata lini utamlilia Sauli wakati moyo wangu umeshamkataa. Ni Sauli ndo alianza kumkataa Mungu. Kwa sababu principle wa Mungu anasema ninawapenda wanipendao. Kwa hiyo unaelewa pia wamkatao kuna namna pia uana anawapa kitu kinaitwa nguvu ya upotofu. Hiyo nitakufundisha siku nyingine. Yaani hiyo unapotea huku unashangilia. Kwani wewe je, kuna watu wanafanya vitu ninyi mnasema jamani nyinyi huyu sio tu haoni dhambi, hana wazazi. Sasa wewe kuna nguvu ya upotofu imeachiliwa. Yeye anapotea huko anaruka. Haitakuwa kwako katika jina la Yesu. Nasema haitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Hiyo pastor mbona kama ni ngumu sana. Kuna mahali anaandika anasema kwa sababu ya kuzifuata akili zao wenyewe Mungu aliwaacha wapotelee. Kwa maana unasema Mungu aliwaacha wapotelee katika njia zao wenyewe. Yaani unajua Mungu akimpenda mtu anamtumia neno la kumwokoa, anamtumia watu. Lakini wanasema Mungu alifanyaje? Aliwaacha kwa sababu ya walikuwa wajuaji sana. Kuzifuata akili zao Mungu akaacha wapotelee katika fahamu zao wenyewe. Kwa niende haraka. Sasa nataka nikuonyeshe dimensions za hatia. Mawanda ya hatia. Sijui kwenye Kiswahili nitasemaje, but yes. Sasa hatia ya kwanza kuna hii hatia inaitwa hatia ya dhambi, ambayo hii tumeshadili nayo, nimeiongelea sana. Hatia ya pili huwa inaitwa hatia ya historia. Hatia hailetwi na dhambi peke yake. Kuna wakati hii aibu, hii hatia niliyoongelea kama aibu, hii hatia niliyoiongelea kama kujikataa. Mnakumbuka tafsiri zile tatu za hatia Come on. Mnakumbuka zile tafsiri tatu za hatia Hii ya kujikataa, hii ya aibu, na hii ya kuto kupiga hatua. Wakati mwingine pia sio lazima tu mtu awe ametenda dhambi. Kuna wakati mtu ni mtakatifu lakini adui amepitia mlango wa historia yake kuleta hatia. Kuna mtu ana hatia kwa sababu alibakwa. Sasa aliyebakwa hajafanya dhambi, ila aliyebaka ndo amefanya dhambi. Ila usipokuwa makini utaishi kwenye hatia ya kutendewa ambayo itakupelekea na wewe kuwa ni sawa na aliyetenda dhambi. Alafu Mungu alivyo wa rehema, aliyekubaka anaweza akaomba msamaha akasamehewa, na wewe ukabaki na uchungu wa hatia ya historia ya mtu ambaye anaenda mbinguni, na wewe hatia ya kupeleka jehanamu. Na ndio maana wanawake mko hapa, fungueni mioyo, acheni vinyongo. Nawaambia tena, acheni vinyongo. Weka vitu moyoni, unaweka watu moyoni. Vitu vingine vimetokea mpaka hata wale tokea wameshakufa, lakini wewe mpaka ukiona kaburi machozi yanatoka. Hilo ni gereza. Hilo ni gereza. Nakwambia ukweli, hilo ni gereza. Mungu akufungue kwa hili neno kwa jina la Yesu. Na unajua kuna wakati mwingine tunakoseaga bila kujua tumekosea. Wewe umetoka adiliingie badani akanikanyaga. Ndugu yangu, tulikuwa tuna watu wengi, mimi sijui wewe umeshikilia aliwahi kunikanyaga. Na yeye alidhani amekanyaga nini? Carpet. Wamemshikilia. Kwamba haiwezekani. Hauwezi ukakanyaga kitu na usijue. Haiwezekani. No, toa hiyo roho ndani yako. Toa hiyo roho ndani yako. Hivi kweli uende motoni kwa ajili ya kinyongo? Jamani, kama hata basi mtu ameamua kwenda motoni, basi uende kwa vitu ambavyo sisi kama kuna mtu ananielewa. Hata ukifika kule unachoma, hata unapunga hivi. Unasema jamani, lakini nani ananielewa? Unasema hivi jamani, kwa kweli hii ni halali. Yaani kuna ni mtu huko ilikuwa visadi hizi
limejenga majumba kwa ajili ya hela za watu, limekula vizuri, alafu mwisho wa siku linaokoka. Alafu wewe ulijibana maisha, tunachuchumilia, alafu unaenda kwa sababu haitakuwa kwako katika jina la Yesu. Haitakuwa kwako katika jina la Yesu. Yeah, kuna vitu vingine elewa. Mimi niliwahi kupita kwenye kipindi cha kinyongo kikali. Wewe kupita kwenye kipindi kigumu, unasemwa, yani wanakusema wanaokujua na wasio kujua. Sasa ikafika wakati ikawa yani sasa jamani, mimi kosa langu ni nini? Sasa ile hali ikawa inanipa maumivu makali ndani. Siku moja nikiwa nimesimama madhabahuni, Roho Mtakatifu akaongea na mimi. Akaambia, what is it? Na hiyo siku mimi nawahubiria ninyi hamjui. Niko kwenye madhabahu nimesimama, napiga shule ya Roho Mtakatifu. Alafu ghafla Roho Mtakatifu akanichukua mimi akaniweka kwenye trance. Ninyi mnashangilia kule, haleluya. Roho Mtakatifu akaanza kuniuliza, what is it? Nikaanza kumtajia mafaili pale, yani tuko hapo tunaongea. Roho Mtakatifu akafungua macho yangu, akaniambia, Pastor Fred, angalia hao watu walioko mbele yako. Nikaangalia, akasema, unawajua walikotoka? Nikasema sijui. Umewaleta? Nikasema sijawaleta. Unacholalamika ni nini? Wakati watu wanakusema ila nimekusaidia, una matokeo kwenye huduma. Na kuna watu wanasemwa na bado hata katika kusemwa hakuna matokeo yanayoona. Ile siku mimi ndo nilipona. Kwa siku yani imefika wakati yani nimepona kiasi kwamba nikikuta mnanisema naungana na ninyi kunisema. Nani ananielewa? Yani huo ndio aina uponyaji niliopata mimi. Kwa sababu ngoja niwaambieni watu wa Mungu, as long as Mungu atakuinua, ikiwa Mungu atawafanikisha, ngoja niongee kama sasa hapa, ngoja nisiongee kama mchungaji, ngoja nivae ofisi ya ubaba. Wanangu, ikiwa Mungu atatufanikisha, na tunajua Mungu atatufanikisha, haya maisha ya vita, kusemwa, kuchukiwa, andaa moyo sasa. Hiyo ni kwambia, andaa moyo sasa. Nakwambia kwa mara ya 3, andaa moyo sasa. Yani just get ready. Get ready. People are comfortable with you when you are at the same level, same capacity of thinking. But when you start to step out of their lane, out of their zone, people becomes uncomfortable with you. Na kitu kingine, hata wewe unajua ikiwa Mungu atakuinua wewe, amechagua kukiinua kinyonge. Hii dunia, watu wa Mungu mnaelewa, kuna watu wameshaji-entitle kwa mafanikio. Kuna watu wanadhani kwa sababu nimezaliwa kwenye familia fulani mimi natakiwa niwe fulani. Kuna watu wanaweka mafanikio yao kwa umri. Nataka kusema mimi nimekuwa, unajua tumekuwa kwenye game hii kwa muda mrefu. No, sio issue ya umri. Mungu anampaga mtakae. Kwa sababu kisha toke, ilifika wakati ilibidi niwe na waelewa watu. Kama kweli hata mimi ningekuwa yeye, kuna namna ningejisikia. Ila tu ningemuomba Mungu anisaidie kutengeneza hatua. Mtu wa Mungu, mimi naye hubiri mbele yako hapa, hata mimi nimewahi kumuonea wivu mtu. Malaika oe. Okay, hawa. Nimewahi kumuonea wivu mtu. Kwa sababu kila mtu hapa ana wivu. Kila mtu hapa nani ana wivu? Kila mtu. Everybody in here is jealous. Ila namna ya kucontrol ule wivu imezaliwa ndani yake ama bado ana tabia ya kibabiloni. Kwa sababu kuna wakati unaona alafu unakumbuka Mungu ndiye mtoaji, ambaye huyo Mungu ndio Mungu wangu, ndio baba yangu. Kwa unachokifanya unarudi nyuma. Ukirudi nyuma unasema, Mungu
na kutukuza kwa ajili ya mtu fulani, na siku ukishinda hiyo umevuka. Ndio maana mimi sisumbuki na mafanikio ya mtu. Matter of fact, kwangu mimi nikiona watu Mungu anawainua hata ambao sikudhani wanaweza kuinuka, ni ushuhuda kwamba na mimi I am going somewhere. It is that simple. Hivi tumefikaje? Tumefanyaje? Tumefika. Okay. So, kwa nimekuambia historia pia huwa inaleta sasa. Asante Roho Mtakatifu. Everybody, look at me. Kwa nini maskini wanaendelea kuwa maskini? Ni kwa sababu ya hatia ya kihistoria. Ukikutana na maskini ambaye amebadilisha hali yake, kaa na chini na huyo mtu. Amevuka mishale mingi sana. Na mishale mingi iliyovuka sio ya watu, ni ya hali ya ndani. Kwa sababu umaskini ni state ya ufahamu. Kumbuka hapa nimeongelea hatia ya dhambi, lakini hapa nimeongelea hatia ya historia. Na usipodili na hatia ya historia, Mungu anaweza akakuinua lakini bado ukaishi kama maskini. Umaskini nini? Ni umaskini kuwa na nguo ambazo uzitumii na bado unazo kabatini kwa sababu unafurahi kwamba una nguo nyingi. Na kufundisha tu mambo kadhaa ambayo yanaonyesha roho ya umaskini. Je, maskini ni nani? Maskini ni mtu mwenye hela nyingi benki ambazo hazina mzunguko wala hazizalishi, ila anafurahi kuziona ziko nyingi. Kama huyo gundua, it has nothing to do with money, ila ni attitude. Je, maskini ni nani? Maskini ni mtu ambaye anadhani anapata kwa ajili ya kuonyesha wengine badala ya kutumia kwa ajili ya kusudi Mungu alilokuwekea. Ni maskini. Ya mwisho, je, maskini ni nani? Maskini ni yule ambaye anadhani kila anachokipata ni cha kwake, akashindwa kutengeneza bomba la kutoa kwa ajili ya watu wengine. La tano, je, maskini ni nani? Maskini ni yule anadhani anapotoa anawafaidisha watu wengine, asijue ya kwamba hiyo ndio njia ya Mungu muinua yeye. The Dead Sea iliyoko duniani leo, bahari mfu, inaitwa mfu kwa sababu ndio bahari pekee duniani inayopokea maji kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, lakini yenyewe haitoi kutoka kwenye, kwa sababu haitoi japokuwa inapokea, ikaitwa bahari mfu. Ndio maana hakuna samaki, hakuna kiumbe hai kinaishi kwenye ile bahari, kwa sababu inaingiza bila kutoa. Na ili tuwe hai lazima tuingize pumzi na kutoa pumzi. Tunachokiingiza ni kwa ajili yetu, tunachokitoa ni kwa ajili ya watu wengine. Tunachokipokea kwa ajili yetu, tunachokitoa maana yake tunatengeneza mzunguko. Na hivyo ndio sababu watu wowote wanaofanikiwa sio kwamba wanatoa kwa kupenda. Wengine wanatoa kwa sababu wanagundua nikitoaga kuna kitu kinatokea. Lakini sasa wewe mtu wa Mungu unatakiwa utoe kwa sababu unapenda. The day I knew that secret, I said to myself, I'll never be poor. Biblia inasema mmepewa vyote bure, toeni nini? Alafu sasa mimi wakati natoa bure, kuna vitu vinanizunguka nyuma, yani nyuma ya pazia, vya kuniwezesha kwamba kwa sababu unatoa bure, sasa usiwe una. That is how it works. Tunaongea hatia. Leo lazima tukamilishe hatia. Imebakiwa dakika 10. Dakika ngapi? 10. 5 mara 2 10. Matokeo ya hatia kwenye maisha ya mtu ni kitu gani? Sasa nimesha kuonyesha jinsi hatia inavyofanya kazi. Then let me teach you ni nini kinafanyika hatia inapotoka. Alafu tukashughulike nayo, alafu tukaombe Mungu. Jambo la kwanza, matokeo yanazaa mashaka, na mashaka yanazaa kutokujibu.
kujibiwa maombi. Kwa hiyo watu wowote wenye hatia, yani ni vigumu kumkuta mtu mwenye hatia na uhakika kwa wakati mmoja. Nionyeshe mtu mwenye hatia, nitakuonyesha mtu mwenye mashaka. Sasa mashaka, matokeo yake ndio nimekwambia yanaleta majibu ya maombi kuto kuletwa kwenye mikono yako. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 anasema, ila aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule yupi? Mwenye mashaka. Binasema asidhani, sio kwamba tu hatapokea, yani hata asidhani atapokea kitu kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo unaona hatia inaanza, yani wewe unapoomba alafu shetani anakukumbusha vitu, alafu hatia inainuka ndani yako, unajikuta unaanza kutubu, unadhani ni mnyenyekevu, lakini kumbe ni mashaka yameingia ndani yako. Na ndio maana siku asante ulishamalizana na Mungu, ukifika kwenye uwepo wa Mungu alafu ukaona mashaka yanainuka ndani yako, hapo ndio sehemu ya kuanza kunena kwa lugha kwa nguvu kuliko kitu. Watu wa Mungu, spiritual warfare, vita ya kiroho. Na nimekwambia mwezi wa 10 nitakuwa nakufundisha kwa habari ya kuelewa ulimwengu wa roho, na ndani ya kuelewa ulimwengu wa roho nitakufundisha namna ya kupigana vita ya kiroho. Lakini vita ya kiroho tunapigana nayo kila siku. Na ndio maana mimi nikiwa natembea hivi, naweza kuwa tunaongea, na hiyo ndio sababu mimi sipendagi kutembea na watu, na maisha very weird. Naweza kuwa tunatembea hivi tunaongea, ukanikuta nimesema kwa jina la Yesu toka, yani na afu nimesema, yani ile kutokea ndani, ujue kuna kitu kimepopi ambacho ninajua ili ni pando la adui. Kwa sababu mbegu ya adui ni wazo, kama ambavyo mbegu ya Mungu ni wazo. Mpaka mtu anajiua linaanzaga nini? Wazo. Kwa sasa mashaka kitu anachokifanya hatia inaleta mashaka. Kwa hiyo unaomba, na ndio maana kuna watu wanaomba, nimefundisha hata juzi nikiwa Dar es Salaam. Kuna watu wanaomba hawajibiwi. Sababu ya kwanza nilisema ni kutokuomba kwa namna hiyo sahihi. Lakini jambo la pili, sababu ya pili naisema hapa leo, ni mashaka. Kwa sababu yani wewe uwezi ukaomba, unamuomba Mungu ambaye una uhakika kama amekusamehe, alafu wewe una uhakika atakupa unachomuomba. Sasa shetani ndio anakuambia hivyo. Unaona kabisa ulikuwa unaomba, unazunguka, asante napokea, asante napokea. Ukifika nyumbani jioni ukilala hivi, shetani anakuletea picha. Na ulivyokuwa unazunguka kama jinga, unadhani utapokea hivyo ulivyo, na wewe unaanza kusema sasa. Watu wa rohoni ukisikia hivyo, unainuka kwa miguu yako, unaanza kuzunguka tena, asante Yesu, asante Yesu, ninapokea, ninachukua. Yaani mpaka ile hali ndani yako inafanyaje? Inakufa. Ikifa tayari umepokea neema. Ninaona unapokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Ninasema ninaona unapokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Nasema naona unapokea neema ya Bwana. Hatia, jambo la pili inafanya hatia wewe na tabia kumrudisha mtu kwenye kile anachokionea hatia. Hatia haijawahi kuwa na wokovu. Yaani hatia mara nyingi wewe inamrudisha mtu kutenda kile kile anachokionea hatia. Hii hatia hasi ya adui ambayo tayari sababu hatia chanya, kumbuka, nishike vizuri. Hatia chanya inakuja kukuwekea maumivu ndani, sio kwa sababu ya kukutesa kama Paulo anavyosema, ila ili ushtuke ya kwamba kuna kitu hakiko sawa na urekebishe. Lakini hatia hasi, hata unapokuwa tayari umeshafanya marekebisho na Mungu, yenyewe bado inaendelea kukupitisha kwenye maeneo kwamba wewe mbaya, wewe umetokea kwenye ukoo ambao watu ni wachawi, wewe hauwezi kufanya kitu. Kwa sababu watu wa Mungu, ulimwengu wa roho unacheza hapa. Yaani wewe hata kulogwa kwako ni kwa sababu unajua. Yaani kulogwa kwako wewe, yani ni kwa sababu unajua ninalogwa. Yaani siku na discover kwamba nimelogwa, ndio siku umefanyaje? Umelogwa. Na ukiconceive ndani yako, kama ambavyo siku uta discover umebarikiwa, ndio siku ambayo
Yaani ulimwengu wa roho ni mambo ya ufahamu. Na ndio maana hata unapoenda kwa mganga ili akutengeneze ufahamu wako, kuna namna anatakiwa avae. Kufuatilia jamani, yale mavazi wewe hayafanyi chochote. Okay. Ngoja. Asante Yesu, nilipona miguu. Okay. Umekuja kwa mganga. Mimi ndo mganga. Sio mwanele, hata mwenyewe unasema hapana. Amna hapa sipokei kitu. Mna kitu. Yaani mimi ndo mganga. Inagoma. Lakini angalau ukimkuta yupo kwenye setup fulani, amevaa manali, amevaa kitu hapo. Unakuta kingine hata mwenyewe haelewi cha nini, ila amevaa tu na kaja. Anakutengeneza wewe. Nani? That is how powerful your mind is. Yaani ufahamu wako una nguvu kiasi hicho. Na ndio maana ukikuta mganga yuko Mlimwasia hapa, wasema hamna mganga hapa. Yaani kwa sababu gani? Kwenye akili yako unataka mpaka uende kijijini, yaani uende mahali umepanda gari, ukashuka ukapanda hais tena, ukashuka ukapanda bodaboda, ukatembea ukafika ni mbali huko, afu ukaona kuna sehemu kuna giza. Ndio akili zinazo. Mnajifanya yeye amuelewe mambo, mchungaji mambo si mnaelewa. Uzuri sisi wote wa Tanzania tunajuana, tulikotokea wote haya mambo nini? Yapo. Sasa hatia ndio mchezo ambao inafanya. Inatengeneza aina ya mazingira ya kukatisha tamaa, kwamba hata hizo juhudi zako za kumpenda Mungu unazofanya wewe, kwa sababu ulishafanyaje kile, hamna kitu. Kwa hiyo unajua kusema sasa kama tena ninavyompenda Mungu hamna kitu, si bora tu niishi maisha yangu. Siku hiyo unasikia simu message. Na shetani, ukitaka kugundua shetani anacheza katika viwango vya juu sana kwenye ulimwengu wa roho. The day unataka kufanya maamuzi, ndio kitu unachotaka kufanyia maamuzi ndio kinakuja. Kwa mimi nimekukumbuka sana. Mimi siwezi kuishi bila wewe. Alafu unajifanya Maria mama wa Yesu, wa moyo mtakatifu wa Mungu. Sio kama naongea na watu hapa ndani. Wewe kimya mimi naujua. Yaani si kwamba umekombolewa, yani ile neno limekuja kabisa. Ndio kuna mtu anapiga simu, mimi nimekaa nimetafakari sana. Nikaona mimi siwezi. Alafu unalegea pale. Unasema mimi sijibu chochote. Hapa. Mbona mnaniangalia? Hicho ndicho ambacho huwa kinatokea. Siku nasema mimi siibi tena. Bando la ofisi. Ule nao ni wizi, mtumishi wa Mungu. Sema tulikuwekea ile internet kwa ajili ya matumizi mengine, haikuwa kwa ajili ya kudownload movie. Unasema CB 10 ndio unatumia message. Umeiona hiyo series ya Kikorea ndio unasema leo ni mara ya mwisho. Pastor Fred alisema, lakini leo ni nini? Unabonyeza kile kidude kile download mara ya mwisho. Kuna kitu kinauma akisema lakini hata mimi mshahara unanichelewesha. Unasema kama unaelewa, unapata kitu kakufidia pale. Unapata kitu kufaidi. Twende jambo la 3. Hatia inafanya kitu gani? Kama unanielewa niambie amen. Hatia inafanya kitu gani? Ninapenda darasa la leo. Hatia inamfanya mtu kuishi kama mtumwa. Inamfanya mtu kuishi kama mtumwa. Kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 1, kuna jambo anaandika la ajabu sana, ambalo hili jambo linatokea kwa watu. Anasema waovu hukimbia pasipo kufuatiwa na mtu, bali mwenye haki ni jasiri kama simba. Kwa sababu unajua kinyume cha hatia ni haki.
Na ndio maana Biblia inatuita sisi ni wenye haki wa Mungu. Na sisi hatuwe wenye haki wa Mungu kwa sababu kuna kitu tumefanya. Tunakuwa wenye haki wa Mungu kwa sababu ya haki yake mwenyewe, ya kile ambacho yeye alikifanya msalabani kwa ajili yetu. Lakini tunapokuwa si wenye haki, tunakuwa ni watu wenye hatia. Biblia inasema sio kama wale wasio haki wanaokimbia pasipo kukimbizwa. Hivi unajua mtu kumshika mtu mwizi ni kazi nyepesi kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu mtu aliyeiba ndio huwa anajaribu sana kuonyesha ya kwamba sio mimi. Hata nikiwa mchungaji hapa, nikiwa na kuhubiria, yani kuna pointi nikigusa, kwa kadiri unavyojionyesha sio wewe. Kwa hiyo wewe bora tu wewe unasema amen, unapunga, utakuwa unanichanganya. Lakini kwa kadiri unavyojili kujionyesha, yani mimi nahubiri alafu unajionyesha yani mimi sasa kwenye saikolojia yangu na kinema ya jicho la kiroho Mungu alionipa, najua ni huyu kazia kazia hapo, ingawa alikuwa anafanya ni wewe. Sasa hatia ndio inamweka mtu kwenye mahali hapo. Yani mtu akisema jamani, mbona sioni hajamalizieni, kwa hiyo unasema siwezi, nani wewe? Hatia, unakimbia. Nani amekukimbiza? Ndio hili anasema waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali mwenye haki ni jasiri kama simba. Na hiyo haki unaipokea kwa ajili ya kile Yesu alichokifanya, na hiyo ndio inakupa ujasiri. Ndio pale anasema tukisogelee kiti cha neema. Kwa nini? Kwa ujasiri. Kwa nini? Tunajua yeye alifanyika kuwa haki dhambi ili sisi tupokee haki yake na kuwa kama unanielewa sema amen. Kuanzia sasa utakuwa jasiri kama simba. Maombi yako yatakuwa ni maombi ya ujasiri. Kusifu kwako kutakuwa kama mtu jasiri. Kumpenda kwako Mungu kutakuwa kama mtu jasiri. Kufanya, ngoja nikwambie, hata kinachotusimamisha mbele ya kiti cha hukumu ni nini? Ujasiri. Anasema tunao ujasiri wa kusimama mbele yake siku ile, kwa sababu sio ya tulichokifanya, ni kwa sababu ya kile alichokifanya ambacho kimeambukiza maisha yetu. Pokea ujasiri. Ninapinga kwa jina la Yesu na kwa neno la Bwana, hautakimbia bila kukimbizwa kwa jina la Yesu. Ile hatia inayokufanya kuwa ni mtu unayejishtukia haitakuwa ndani yako tena kwa jina la Yesu. Ile hatia inayokufanya kuwa ni mtu ambaye unadhani ya kwamba kila wakati wewe unakosea haitakuwa ndani yako kwa jina la Yesu. Ile hatia inayokufanya uishi katika utumwa hata kwenye mambo ambayo Mungu aliyekusamehe haitakuwa ndani yako kwa jina la Yesu. Kama ni wewe, mpe Yesu makofi ya utukufu. Glory. Ngoja nimalizie. Sasa ni jinsi gani ninaishinda hatia ndani yangu? Nataka nimalize kila kitu hiyo, tukiingia kwenye ulimwengu wa roho, tukimbizane na ulimwengu wa roho. Jinsi gani ninaishinda hatia ndani yangu? Jambo la kwanza kubwa kushinda hatia ni kuelewa hali yako ya uwana. Watu wa Mungu, ulimwengu wa roho ni uelewa tu. Kuelewa hali yako ya nini? Ya uwana. Kwa sababu shetani anapoileta hatia kwako, kimsingi kitu anachokifanya, anakupa picha ya mtu na bosi wake. Kwamba wewe kama bosi wako alikuajiri, alikutarajia kufanya jambo 1 2 3 hujafanya. Sasa adhabu yako ni 1 2 3. Lakini Mungu sio bosi wako. Mungu ni nani? Ni baba yako. Kwa hiyo lazima uelewe wewe na Mungu. Nilishakufundisha, yaani Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini ni baba kwa waliozaliwa. My God, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa baba Mungu ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Alafu sio tu kwamba tunaitwa, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo hali ya kwanza ya kuielewa ya uwana ya kwamba mimi tu siitwi mwana wa Mungu kama aka, ila ndivyo nilivyo. Watu wa Mungu, niwaambieni, mimi kama kuna kitu kinanipa ukorofi, kujiamini, ujasiri, neema, matokeo kwenye maisha yangu, mimi najua ni mwana wa Mungu. Na mimi kuna namna huwa naongea na baba. Kuna namna huwa naongea na baba. Na kuna namna nikiongeaga na baba, kuna namna, yaani najua, I know.
eneo la kwanza ambalo litakupa kushinda hatia, elewa wewe ni mwana wa Mungu. Yaani unajua, and I thank God mimi nayefundisha ni mtu radical and at the same time ni mtu mliberali. I am not hyper grace, I am not hyper law. Sio kama mnanielewa Hata ninyi mnanijua. Nizingua nafanya kama ulivyofanya. Lakini kuna kitu natamani ukione hapa. Warumi anatuonyesha sura ya 8 namna ambavyo sisi kwa kujua kuwa ni wana wa Mungu. Warumi sura ya 8 niweke kuanzia mstari wa 15 ni kitu gani tunapokea. Anasema Warumi sura ya 8:18, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa hiyo kumbe kinacholeta hofu ndani ya mtu juu ya Mungu ni roho ya utumwa. Ndio maana kuna watu wameokoka kabisa, ila waliposikia parapanda inakuja. Kulikuwa kuna utabiri ulitokea hapa katikati kwamba za tarehe 24 au tarehe 25 mabaragumu yatalia na parapanda tutanyakuliwa. Kuna watu walitaka kuuza mpaka vitu. Yaani mpaka nikasema Yesu wangu, si utume nabii mwingine tena, yaani hata of course hujatumwa na Yesu, lakini nabii mwingine basi ajitume aseme tena labda hapa Oktoba hivi kwamba pia parapanda italia. Ili watu wakate tamaa wauze vitu, viwanja tununue sisi kwa bei rahisi. Kama ambavyo imeandikwa naye atakupa mali zilizofichika za gizani. Wazifichue sasa kwa uoga. Watu wa Mungu, kuna vitu ukivielewa. Paulo anasema hivi, maana kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Yaani mimi mkiniacha niishi, injili nitakayopiga, mkiniua naenda kuonana na Bwana wangu. Sasa wewe umeokoka kabisa. Na ndio maana mimi ninaamini of course tuko kwenye siku za mwisho. Lakini mimi sikubaliani na mafundisho ya siku za mwisho yanayokutishia. Nakubaliana na mafundisho ya siku za mwisho yanayokuandaa. Akisio unaogopa, yani unashindwa mpaka hata kula vizuri. No. Ni siku za mwisho kweli, lakini huyo anayekuja huyo ni baba yetu. Huyo ambaye kila jicho litamuona, si ni mshua. Na tuna hamu ya kufanyaje? Ya kuonana naye. Ishu tu mimi ninachokuambia kuhubiria, usiwe na vipengele kwenye maisha yako. Itakuwa hasara. Kwa sababu pia wajua hakuna kitu huenjoy kama kufanya dhambi ukiwa umeokoka. Kwa si bora tu uache au tu rudi. Ndio maana Biblia imeshauri kwamba mchafu azidishe uchafu. Yaani mwizi iba sana. Yaani kama wewe ni mwizi, hakikisha unajikita kwenye mambo ya kufanyaje? Ya kuiba. Uwe kama ni malaya, hakikisha umejikita. Kama umeamua kumpenda Yesu, hakikisha umefanyaje? Umejikita. Hii mambo tunajificha ficha tu, yani hata uenjoy. Kidogo tu ukidanganya unaruna. Sasa ni hao maisha ya machozi kila siku ni nini? Mpende Yesu, mpende Yesu. Ndio ninachokuambia, mpende Yesu. Kama umeamua kumpenda Yesu, mpende Yesu. Ishi tu maisha tu fresh, afu kwa Yesu hatujachakawa, ni hatujachoka wala ni tuko tu vizuri. Wewe ishi tu, pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Anasema kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo nini? Hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Unajua anachokisema hapa? Yaani mimi hata ninapokosea, mwisho wa siku mimi mwanangu akikosea, anarudi nyumbani. Kwa sababu anajua mimi huku mimi ndo home, sina pengine kwa kwenda. Alafu mimi kuna namna nadili naye kama baba na mwana. Nilikufundisha mahali, nafikiri nilikuwa ni hapa nilikutamka nikasema, adui akianza kukumbusha vitu, mwambie hii ni issue ya kwangu mimi na baba yangu. This is between me and my father. Yes.
Kwani nyinyi hamjawahi kuwa kwenye zile shule ambazo wanafika unataka adhibiwa, anasema sasa chagua nani ya kuchapa? Mimi nilikuwa nachagua, nasema mama. Anichape nani? Mama. Kwa sababu najua mama atakwanza achapi kama anapiga jini. Wakati anachapa anajua huyu nimemzaa mwenyewe. Kwa najua kuna namna atafanyaje? Atanichapa kuliko linichape li mwalimu Alex. Nani ananielewa? Sema amen. Yeah. Yaani mama anakuwa anapiga anainua huku, ila kwa kadri anavyoileta anambia wewe. Anainua huku. Now, hivyo ndio baba yetu wa mbinguni alivyo. Na mfano huo angalie jinsi ambavyo anadili na Adamu. Amemwambia usile, Adamu umekula. Amwambia uko wapi? Anasema nimejificha niko uchi. Mungu anamwambia wewe, kwani nani amekwambia uko uchi? Let's talk. Hicho habari za kuwa uchi, manake wewe kuna kitu kuna mtu amekwambia information nyingine. Njoo tuongee, kuna state nyingine ninayotaka. Anasema njooni tusemezane dhambi zenu zijapokuwa nyekundu. Imagine hata kwenye dhambi anasema njooni tufanyaje? Tusemezane. Huyo ndio baba yako, mpe baba yako makofi ya utukufu. Kuna mtu anapokea uhuru ibada ya leo kwa jina la Yesu. Nasema kuna mtu anapokea uhuru ibada ya leo katika jina la Yesu. Usitende dhambi tena. Period. Umeshamalizana leo. Mimi kuna wakati huwa namwadhibu mtoto wangu, alafu wakati unamwadhibu kuna kitu kinaniambia moyoni ya mwisho. Alafu na namna akilia yani. Mimi mwenyewe niliyemwadhibu. Nitatafuta tu namna. Njoo. Sio unafanya hivyo. Ila nataka sababu ni mwana. Mfano mwingine wa roho ya uwana tulioipokea ni siku mwanampotevu anataka kurudi kwa baba yake. Alafu angalia mambo anayojikadiria. Anasema mimi nikifika kule kwanza nitakuwa mtumishi. Na Biblia inasema akasema moyoni mwake, watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kusaza na mimi nakufa njaa. Alafu anasema nitarudi kwa baba, nikifika nitamwambia baba yangu nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Alafu sistahili kuwa mtoto wako. Utaona anasema nifanye kuwa mmoja wa watumishi wako. Angalia mstari kuanzia mstari wa 20. Akaondoka akaenda. Baba yake alipomuona bado akiwa mbali, alimuona akamuonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu. Hayo yote ni baba anayafanya. Sasa angalia kuanzia mstari unaofuata. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Alafu ona baada ya kusema hivi, baba anasema nini? Lakini baba akawaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora. Sijui. Okay, turudi nyuma. 1, 2, 3 kila mtu soma. Turudi nyuma. Soma kila mtu. Nisaidie kusoma kwenye maiki. 1, 2, 3 kila mtu soma. Kamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nilitegemea baba angejibu hii statement. Lakini ona mstari, angalia mstari unaofuata kitu baba anachokifanya. Baba akasema akawaambia watumwa, leteni upesi vazi lilo bora, mkamvike na pete kidoleni na viatu miguuni. Maana yake baba anajua huyu dogo anaongea pumba. Yaani wewe huyu mwana kwa sababu unafanya vizuri. Unakuwa mwana kwa sababu umezaliwa kwenye viuno vyangu. Mimi mwanangu hawi mwanangu kwa sababu anafaulu shuleni. Anakuwa mwanangu kwa sababu nini? Ni mwanangu. Na ndivyo ulivyo mbele za baba yako. Yaani baba yako wa mbinguni. Yaani wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu ni mtoto wa Mungu. Waliozaliwa sio kwa damu wala kwa mapenzi ya mwanadamu, bali waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Mungu alipenda. Wewe, there is no way wewe utatoka kuwa mwana wa Mungu unless wewe ujitoe mwenyewe. Kwa baba hadili na kile anachokisema. Mimi sio mwana. No. Mzee wala hata shughuliki na kile. Sasa yani zaidi sana baba ndo anamrejeshia mamlaka. Anaposema mleteni vazi lilo bora. Vazi maana yake anarudishiwa heshima. Kwa sababu kwenye Biblia vazi ni heshima na kibali. Unaposema vazi maana yake huyu mtu alishavuliwa akawa utupu.
Na tulirejesha pale Adamu alikuwa yuko uchi, na Mungu pia kitu cha kwanza kwa Adamu, pamoja na Adamu aliondoka, alimshonea. Kwa sababu Adamu alijificha na magome ya majani. Mungu akapiga akasema, haya majani jua likiwaka yanakauka, atakuwa uchi tena. Mungu akamvika ngozi ya mnyama. Hatuonyeshi mahali alipochinja, lakini kama alimvika ngozi ya mnyama, maana yake kuna sacrifice, kuna mnyama alichinjwa ili aibu ya mtu ifunike, ikiwa tu ni picha ya Yesu atakayechinjwa msalabani kwa ajili ya aibu yako. Yani Yesu mwanakondoo wa ulimwengu, abebaye dhambi za ulimwengu, mwanakondoo aliyechinjwa akamvika. Yani Mungu akiwa anatabiri kupitia maisha ya Adamu ya kwamba nitakuja nitachinja mwanakondoo kwa ajili ya kufunika aibu zenu. Yo, mpe Yesu makofi wewe. Kwa hiyo vazi ni kufunika nini? Aibu. Haisei hili darasa ni kama kila pushi ingekuwa hivi. Vazi ni kufunika nini? Aibu. Pete kwa Biblia ni mamlaka, authority. Kwa funikeni aibu, mrudishieni mamlaka yake. Mamlaka ipi? Mamlaka ya uwana. Na alafu mara nyingi tunamhubiriki mwana mpotevu, ila wao tunamsahau mwana aliyebaki. Na kuahidi katika hizi siku chache nitakuja kumhubiri mwana aliyebaki. Maana aliyebaki alikuwa snitch kuliko, ingawa alifanyaje? Alibaki. Maana alimind. Baba, mbona mnamfanyia sherehe huyu na mimi niko hapa? Sasa bro, wewe fact kwamba uko na mimi miaka yote na hujawahi kufanya sherehe, ukutaka, kwa sababu amwambia vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Hiyo tutaongea siku ya mwana aliyebaki. Kwani kuelewa state ya uwana, kuna namna Mungu anakuangalia hata ukikosea. Kuna namna Mungu anakuangalia hata ukikosea. Sasa mimi sisherekei makosa yako, kwa sababu pia Mungu huwa anasamehe dhambi, ila matukio yanayoambatana na dhambi yako utayaishi. Hapo mmenisikia nilichokisema Kwa sababu kaondoka nilisoma kusema kwa kweli mimi sasa niko huru katika Kristo. Neema imefunuliwa, ukaondoka na mfuniko wa neema. Ukadhani it shall not be well with you. Nani ananielewa? Sema amen. Okay. Jambo jingine, tunaposema ni jinsi gani unashinda hatia ndani yako, jambo jingine, mambo mawili alafu namaliza, ni kuielewa sheria ya uzima dhidi ya sheria ya mauti. Watu wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinaitwa sheria ya uzima na sheria ya mauti. Sasa huwezi ukashinda hatia kama hujui sheria ya uzima inafanyaje kazi kinyume na sheria ya mauti. Wewe kuonyesha andiko ambalo litakusaidia sana. Unaona kitabu cha Warumi hiyo sura ya 8, kuanzia mstari ule wa kwanza, kuna kitu ambacho natamani ukione. Anasema sasa basi. Sasa basi. Hebu sema sasa basi. Sasa basi. Kama akisema sasa basi, maana yake kule nyuma kuna kitu kingine kilikuwa kinaendelea ambacho sina muda wa kukielezea, lakini sasa basi, kwa sababu ya hiyo hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Kwa nini hakuna hukumu ya adhabu? Kwa sababu sheria ya roho, na hiyo roho ni ya herufi kubwa, maana yake huyo ni roho wa Mungu. Sheria ya roho wa nini? Wa uzima, ule ulio katika Kristo Yesu, imeniacha mbali na sheria ya nini? Ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti na kukumbusha juu ya mambo yaliyopita. Sheria ya roho ya uzima inakuonyesha juu ya mambo yajayo, yaliyo mema ambayo Mungu amekuandalia. Mtu mmoja apige kelele haleluya. Kwa lazima uelewe kuna sheria mbili hapa zinafanya kazi. Sheria ya roho wa uzima ndani ya mtu inamkumbusha ya kwamba uzima wake hautokani na yeye, unatokana na yule ambaye tayari alishafanya msalabani kwa ajili yake. Sema haleluya. Pokea sheria ya uzima katika jina la Yesu. Nasema pokea sheria ya uzima kwa jina la Yesu. Jambo la tatu, ninashindaje hatia mchungaji? Ni kuielewa tabia ya Mungu juu ya msamaha. Kuielewa tabia ya Mungu juu ya msamaha. Understanding God's nature of forgiveness.
asili ya Mungu ya msamaha. Jambo la kwanza Biblia inatuambia asili ya Mungu juu ya msamaha. Mungu kwanza ni Mungu anayesamehe. Anasema akusamehe dhambi zako zote. Kwa hiyo asili ya msamaha wa Mungu kwanza, tunajua kwanza anakusamehe, maana tunashajua Mungu ni Mungu wa msamaha. Lakini Mungu sio kama mwanadamu. Unajua sisi wanadamu pia tuna vipengele vya kusamehe. Kuna kitu ukifanya kwa kweli kinakuwa ngumu, yani kwamba kwa kweli chocho nikifanya ndio tunasema nitakusamehe lakini sitakusahau. Lakini Mungu anafanyaje? Kwanza anakusamehe dhambi zako zote. Lakini kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 25 na 26 anaandika, anasema mimi, naam mimi ndiye niyafutaye makosa yako. Hebu moja mbili tatu tusome hilo andiko. Ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Wala sitazikumbuka dhambi zako. Mstari wa 26, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Umeona connection ya 25 na 26? Yaani maana yake mimi, okay, 25. Mimi napenda, na Mungu akitaja mara mbili kuna msisitizo wa ufunuo. Anasema mimi, na mimi, yani sio kwa ajili yako. Mimi na mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako tena. Sasa kwa ajili ya kuto kuzikumbuka, tabia yangu ya kuto kukumbuka dhambi zako tena, mstari wa 26 ukija, unikumbushe sio juu ya dhambi zako, nikumbushe tuodiane, eleza mambo yako ya baba na mwana. Alafu upate kupewa haki yako. Haki yako kama nani? Mwana wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Iambie nafsi yako ijue, sema kwa sauti, mimi ni mwana wa Mungu. Sema tena, mimi ni mwana wa Mungu, ninayo haki ndani ya Mungu. Jambo la 4 na la mwisho, kwenye hilo la 3 nimekwambia jambo la kuelewa hali ya uwana tayari. Maandiko ambayo yatakusaidia, Wagalatia sura ya 4, niweke hapo tu, hayo matatu yanatosha, lakini kurudisha kwenye ile uwana. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 7. Galatia sura ya 4 1 2 3 anasema kitu gani? Ipoadia utimilifu wa wakati. Hii maiki usio nazima tafadhali. Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Ili sisi tupate kupokea hali. Mstari unaofuata soma kwa nguvu. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Kwa hiyo kumbe tumeshapokea hali ya kuwa wana, alafu mstari unaofuata tayari tumeshakuwa wana. Yani just like that. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya neno lake. Yani neno lake kishasema ndo limegeuka sheria. Ili mpate kupokea hali ya kuwa wana, kwa sababu nimeshasema tayari. Kwa sababu ninyi, yani maana yake ni kitendo cha, na ndio maana wokovu ni kitendo cha kuhesabiwa haki papa. Yani papa. Yani ile na ukisema papa imeshatokea. Ili mpate kuwa wana. Na kwa sababu yani maana yake ukishakuwa mwana, yani haijalishi huyu mwana ameishi kwenye wokovu miaka 10, miaka 20, miaka 30, dakika 30, dakika 3, ufahamu wake ukifunguka, ndio hapa, kwa kuwa umeshakuwa mwana wa Mungu. Mungu alimtuma roho wa mwanae mioyoni mwenu. Bado afanyaje? Aliaye Abba, Baba. Yani maana yake Mungu anategemea wewe udeke. Ndio hichi anachokisema aliaye. Wajua hili somo ni gumu sana ukimpicha Mungu kama baba, kama baba yako. Sasa mchungaji umenikwaza. Sasa mimi ni neno. Wajua sio wote tumepata neema ya kulelewa na baba wanaojali. Kuna wengine baba zetu walikuwa wanakula mapaja, sisi tunakula kucha. Kwa ukimpiga picha Mungu kama baba,
No. Sasa Mungu hayuko hivyo. Mungu hayuko hivyo. Mungu ni huyu hapa. Mungu ni huyu hapa. Sema haleluya. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Tumalizie hapo alafu tuinuke tuombe Mungu. Anasema kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi u mrithi kwa Mungu. Na kumbuka, utumwa anaousemea hapa ni utumwa wa nini? Wa hofu. Si pale kule nasema hatukupewa roho ya utumwa iletayo nini? Ya hofu. Iletayo nini? Utumwa. Nasema na ukishakuwa mwana, manake hofu haiko tena ndani yako. Sema katika jina la Yesu. Inuka kwa miguu yako, sema kwa jina la Yesu. Ninapokea neema. Ninapokea neema. Ninapokea neema. Ninapokea neema ya kuwa mwana, ya uelewa juu ya wana, katika jina la Yesu. Ewe hatia unayowinda maisha yangu, piga kelele. Ewe hatia ya historia mbaya, ewe hatia ya dhambi unayoyawinda maisha yangu, leo kwa neno hili nimevuka upande wa pili kwa jina la Yesu. Piga kelele leo. Leo, 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 leo nimepokea roho itoayo utumwa ndani yangu na kunipa kuwa mwana, katika jina la Yesu. Nataka unyoshe mikono juu umshukuru Bwana. Usiombe kingine chochote. Omba maombi ya shukrani kwa Bwana, maana wewe umefunguliwa. Yale uliodhani haujasamehewa, Mungu amekusamehe. Yale uliodhani umehukumiwa, Mungu amekusamehe. Yale uliodhani bado yatakutesa, Mungu amekusamehe. Nyosha mikono yako juu mshukuru Bwana. Nyosha mikono yako juu mshukuru Bwana. Nyosha mikono yako juu mshukuru Bwana. Asante, asante, asante Baba. Asante Baba, asante Baba, asante Baba. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe.